kwamba isikuwe kwetu mzigo, na ikikuwa mzigo kwetu basi tutaangamia. Yohana ni 12 fungu ni la 32. Yohana 12. 32. Maandiko inasema hivi. Inasema nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Asante. Ni kwamba Kristo anatuahidi kwamba atakapoinuliwa ni kwamba hata sisi atatufuta kwake, ikiwa tu tutashinda. Fungu la mwisho mtumishi, kitabu cha Isaya 53. Isaya 53. 4 mstari wa 4 inasema hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu msalabani na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yangu na yako, alichulubiwa kwa maovu yetu, kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Wajia kumtumishi. Ni kwamba katika mateso yote Kristo alipitia, kukufa katika msalabani, alijeruhiwa kwa sababu yangu na wewe. Sasa basi ni nini ambacho kinabaki? Ila wewe tu kufanya uamuzi, na ufanye uamuzi ambao ni wa busara, kwamba kilicho cha maana ni ufalme wa mbingu. Dunia hii hatuna muda mrefu wa kuishi. Maisha yetu ni kidogo, ni machache. Ni kwamba ukiishi sana utaishi miaka 80 na itakuwa ya taabu kubwa. Watu wale wa mwanzo walikuwa wanaishi miaka mingi, kama Metusela ambaye ameishi miaka mingi, miaka 969, lakini siku hizi hata mtoto anazaliwa na anakufa. Sababu Kristo alitabiri kwamba yote kama hayo yatakuwa: njaa, magonjwa, vita na vitu vingi ambavyo ni vibaya, maisha kuenda chini, yatakuwa. Na ndio yako saa hii. Basi mchague Kristo awe kiongozi wako, awe Bwana wako, na akiwa Bwana wako basi chochote ambacho ameamuru katika neno lake ukifanye. Sababu Kristo anauliza, mbona mnaniita Bwana Bwana na yale ambayo mnatenda sio ya kwake? Basi tumuita Kristo kama ni Bwana wetu, sababu Kenya hii yetu ni kwamba almost 90% ni wa Kristo. Tunaitwa a Christian country. But inasangaza kwamba corruption ndio imejaa ndani ya taifa letu, na sisi tunajiita na jina la Kristo. Basi kama Kristo ni Bwana wetu, tufanye sawa sawa na mapenzi yake. Tunashukuru mtumishi. Naam, kwamba ili kwamba ufunge fundisho la leo, karibisha mtumishi wa unabii. Na tupate kuomba.
Baba wetu na Mungu wetu aishie juu mbinguni, tunakushukuru. Tulipoanza tulikuomba, na hata sasa pia tumeona hakika ya kwamba Kristo alitufilia kwa ajili ya dhambi zetu. Basi tuwaomba ya kwamba damu hiyo ya thamani isije ikaenda bure, bali kupitia kwake tuweze kupata ukombozi wetu, na hata tupate kuokoka siku ile utakapokuja na ufalme wako. Unapoendelea uwe pamoja nasi. Nimeomba kwa jina la Yesu. Amina. Amina.